Nikiwa katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, leo hii ni siku ambayo mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Ndengenye ameweza kuzungumza na baadhi ya viongozi wa dini na viongozi wa siasa, lengo kubwa ikiwa ni kuwashukuru kwa namna ambavyo walivyoweza kuchagiza uchaguzi ukiwa wa amani na haki, na hivi ndivyo alivyosema. Leo mimi sina maneno mengi. Kubwa zaidi kama alivyosema Mheshimiwa Katibu Tawala wa mkoa, tuliwaita ili tuwashukuru. Tumeshindwa kumtafuta mmoja mmoja, tukasema pengine katika mkusanyiko huu inaweza ikawa ni rahisi shukrani zetu zikapokelewa kwa umoja wake katika kikao kimoja. Tumewashirikisha kuanzia ngazi ya awali, tukifahamu nafasi mlionayo katika jamii yetu na namna ambavyo makundi mnayoyaongoza yameendelea kushirikiana nasi kupitia nyinyi. Kwa hiyo tukasema baada ya kuwa zoezi tumehitimisha la uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, tufike mahali kwa niaba ya serikali tutoe kauli ya kuwashukuru kila mmoja wenu kwa namna ambavyo tulishirikiana kwa pamoja hadi tumeweza kuvuka salama katika uchaguzi huo. Nawashukuru sana. Haikuwa kazi rahisi, na wala sisi hatuchukulii poa mchango wa kila kiongozi aliyopo hapa. Hata kama watu wanaona imekuwa vile ilivyokuwa, lakini usione kinaelea kimeundwa. Waundaji waliounda ni nyie, wala sio mimi. Kwa hiyo tunarudisha shukrani zetu kwa sababu tunafahamu kila mmoja kwa nafasi yake aliombea, alihubiri, aliasa, alifundisha, na hata tukaweza kupata mwitikio huo mzuri. Mosi, kwanza wa vyama vingi, vyama 17 kushiriki uchaguzi katika mkoa wetu. Hii inamaanisha nini? Wana Kigoma kila mtu kwa nafasi yake alipata fursa ya kusikiliza vyama mbalimbali na kuamua. Lakini la pili ni namna ambavyo watu walijitokeza pia kupiga kura. Haikuwa jambo rahisi. Tulikuwa na historia pia ya watu kuto kujitokeza kupiga kura kabisa. Ni utamaduni, tunajua hatujafikia kwenye kiwango tunachokitamani, lakini ni imani yetu hata tunapoenda kwenye uchaguzi mwingine mwakani mwitikio utakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini kubwa zaidi pia tulijua tunashindana kwa hoja na kwa sera. Kwa hiyo tunaposhuhudia kwamba hakukuwa na mjukano, tunajua viongozi wetu walitoa elimu ya kutosha kwamba hatuendi kwenye vita vya kupigana na mikono, watu wanaenda kushindana.